Ndiyo maana katika utawala wa kwanza wa nchi hii uliodumu miaka 23, pamoja na hali zote zilizotokea kipindi hicho tulizozisoma katika vitabu na mlizotuhadithia nyinyi wazee, pamoja na hali yote hiyo halikutoka tamko hata moja wala halikutoka neno hata moja kwa kipindi cha miaka 23. Mnajua kwa nini? Nikisema mimi hamtaniamini, na wanukulia maneno ya Dr. John Sivalon katika kitabu chake Kanisa Katoliki na Siasa za Tanzania Bara mwaka 1953 hadi 1985. Katika sura ya 6 ameandika pale viongozi wa kanisa na hali ngumu ya maisha. Mwaka 1977 mpaka 85 kulipita hali ngumu sana ya maisha, kaieleza mule. Mwaka 83 ulikuwa ukiitwa mwaka wa hamna kitu madukani, ni tandabui tu zimejaa madukani. Sasa anaeleza hali hii huyu bwana katika utangulizi, akifafanua ile sura akasema maneno haya, na mnukuu: itadhihirishwa kuwa kwa ujumla hao viongozi wa kanisa walisita kuikosoa serikali waziwazi, kwa vile uongozi wa juu wa kanisa tayari ulikuwa na uelewano mkubwa na watawala wa serikali. Mmeelewa bado? Ukurasa wa 68 wa kitabu hicho anaelezea msimamo wa viongozi wengine wa kanisa, kiacha wale wakubwa, na mnukuu: wakati wa hali ngumu ya maisha, naweza kusema wazi kuwa karibu viongozi wote wa kanisa walinung'unika kama watu wengine, lakini kanisa kama kanisa halikutoa kauli yoyote rasmi. Akaelezea sababu ya kwanza, sababu ya pili, na mnukuu akasema: pili, kanisa liliruhusiwa na serikali kuingiza vitu vingi nchini bila ushuru wala kodi. Vitu vya miradi ya maendeleo pamoja na vitu vya ujenzi vilianza kuingizwa, na mwishoni hata mahitaji ya kawaida ya viongozi wa kanisa. Mambo yote haya yalipunguza makali ya hali ngumu kwa viongozi hao wa kanisa na kuwaweka katika nafasi yenye nguvu ya kiuchumi. Hiyo ilikuwa ni sababu nyingine iliwafanya viongozi hao wa kanisa wasite kukosoa watawala wa serikali. Mwisho wa kunukuu. Hawa ndio watetezi wa haki.